Innal hamdalillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi an tub'atha man afnaita wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Hakika kwa ulasikia mengine msiyachukulie, yatieni huku mkiapeleka huku, bali insanu ala nafsihi basira. Na yote haya ni kwa sababu kazi za wazee wetu na hima zao na sidq na ikhlas waliokuwa nao. Mwenyezi Mungu akawabariki taufiki. Ndio maana na sisi leo vijukuu vao tunaonekana sehemu kama hizi na kupewa kipaumbele. Huenda ikawa mmoja wetu ni bora kuliko sisi, lakini jicho likatuona sisi. Alhamdulillah ala hadhi neema. Tumekusanywa na mapenzi ya Muhammad bin Abdullah. Tumetoka Dar es Salaam sisi, al-akh ndugu yetu, Mwenyezi Mungu amzidishie juhudi aliyoiweka na mbarikie na ampe taufiki ndani yake, amhakikishie malengo yake kwenye hawa wanafunzi anaowalea, na amjalie jicho la al-Habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam liwachunge hawa watoto, liweze kudhihirika athari za akhlaqi al-Habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama kwenye hawa vijana. Wallahi ni fahari kubwa kuona watoto wakimtaja na wakimuimba bwana wa mabwana, huku ukiwahisi kabisa wakimuhisi huyu bwana ndani ya nyoyo zao. Mwenyezi Mungu awabarikie na ayahuishe haya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama ndani ya nyoyo zenu, ili zije kudhihirika kwenye vitendo vyenu na harakati zenu na nia zenu mpaka fikra zenu. Alhamdulillah, kweli mwenyewe pia ili jambo limenigusa na limenigusa zaidi kuona Sheikh Taha jazahullahu khairan, Mwenyezi Mungu amuingize kwenye inaya, kwenye jicho la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kazi bora duniani kama kazi ya kuingiza mapenzi ya Mtume Muhammad kwenye nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio kazi bora duniani, kwa sababu bila kumpenda Mtume Muhammad hatuwezi kufaulu. Mapenzi pekee ambayo ni lazima tuwe nayo ni mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad. Ukikosa hili penzi, jisabu minal khasirin. Mapenzi ya Mtume Muhammad ni mapenzi ambayo yatakao kufaa wewe duniani na barzakh na tunapokwenda siku ya kiyama. Ni lazima, bali ni wajibu, kila mmoja wetu aujaze moyo wake mapenzi ya huyu bwana. Angalia maswahaba. Leo hii tunamtaja Saidina Abu Bakar, tunamtaja Saidina Umar, tunamtaja Saidina Ali. Miaka mingapi imepita, lakini walijaa ndani ya mioyo yao mapenzi ya bwana wa mabwana. Mwenyezi Mungu na sisi atupe japo punje la mapenzi ya bwana huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tusiishie kwenye kumpenda tu, sababu penzi bila ya kumfuata halina faida. Na kwanza tuombeni Mwenyezi Mungu aijaze mioyo yetu mapenzi, na sio kuomba tu, sisi wenyewe tujitahidi kulitafuta hili penzi. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum
Mapenzi hayaji kiholela, ni wewe mwenyewe ulitafute ili penzi la huyu bwana. Utalipataje ili penzi la huyu bwana? Litakuja vipi penzi la huyu bwana? Lazima kila muumini akae chini ajiulize, ili penzi litaingiaje kwenye moyo wake ili liweze kumuokoa yeye na kutekeleza ule uwajibu ambao tumewekewa kwamba sisi lazima tumpende huyu bwana. Tukisha kumpenda ndo tuanze kumfuata. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Alhamdulillah, neema kubwa sana Mwenyezi Mungu kuzitamsha ndimi zetu na kuzitumia nyakati zetu hizi tukiweza hapa tukipumbaa na tukitanagham kumsifu huyu bwana wa bwana. Hivi vikao tunavyoviona hapa ni vidogo sana kwa jinsi vikao vitakaokuwa siku ya Kiyama. Na huko vikao kama hivi atakuwa nasifiwa na mitume wenzake, sisi tukiwa safu za mbele yake. Huyu bwana utukufu wake ni mkubwa, hakuna anayeweza kujua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe ni lazima tujipambe, ni lazima tuhangaike ili penzi, ni lazima tuliende mbio ili penzi ili tuweze kutuokoa hapa duniani na tunapokwenda huko akhera. Tukishalipata ili penzi ndio tuingie kwenye kumfuata. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuonyesha punje ya utukufu wa huyu bwana. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, anatuambia nifuateni mimi. Kama nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, nifuateni mimi. Kati yetu hapa tukijichunguza kuanzia asubuhi mpaka jioni, tuna matendo mangapi ambayo tumemfuata Mtume Muhammad kuanzia tuamke mpaka sasa hivi? Mtume Muhammad alikuwa akiamka ana dua zake. Akiamka kuna swala za faradhi atazitekeleza, akiamka kuna dua ya kuingia nyumbani au kutoka nyumbani, ana dua kuingia msikitini, anapoongea na watu kwa tabassum, anapofanya lile, anafanya ile, anapofanya hili na lile. Hapa mapenzi ndio yanapodhihirika kumfuata. Lakini tukija kujichunguza tutakuta wachache ambayo tumeweza kuwafikiwa kumfuata huyu bwana katika vitendo vyetu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haya yatakuwa sio mapenzi bado. Itakuwa tunajidai kumpenda, lakini mapenzi kila mmoja wetu lazima amsome huyu bwana, amwelewe huyu bwana. Kuanzia anaamka anafanyaje, akienda huku anafanyaje, akiingia chooni anafanyaje, anasema nini, akitoka kule akiingia huku anaingia na mguu gani, anatoka na mguu gani, akiongea na huyu anaongea naye vipi. Huyu ndo Mtume Muhammad tunatakiwa tumsome. Tusiishiwe kumsifia tu, bali tujitahidini haya mapenzi ambayo tunayadhihirisha hapa yaathiri ndani ya moyo wetu ili tuweze kudhihirisha na vitendo vyake. Mashekhe zetu, babu zetu wameathiri kwa vitendo kuliko maneno, kwa sababu walijipamba na vitendo vya Mtume Muhammad baada ya mapenzi kujaa ndani ya vifua vao. Vijana naingia mwanya hapa tuliposwali wapi Muhammad pale alfajiri jana, tumeswali wapi? Tumeswali mrejeo chini pale. Ile baridi niloisikia nikasema naisikia baridi hapa, hakuna maji ya moto. Nikasema mashekhe zetu na mababu zetu wamefika vipi dawa huku bila kuogopa hii baridi? Nikajiuliza walikuwa na himma gani, walikuwa na ikhlasi gani, na walikuwa na mapenzi gani ya kujitolea juu ya huyu bwana. Hakujali mabaridi,
hawakujali mashida ya usafiri, hawakujali vyakula vya tofauti na vyakula vya kwao, hawakujali vipanda wanavyovipanda. Yote lengo lao ilikuwa ni kudhihirisha penzi la Al-Habib sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mwenyezi Mungu atubarikie na sisi kwa baraka ya vikao kama hizi, japo kama kina sisi tunajidhihirisha, lakini atuwekee ikhlasi ndani ya haya hizi ishara, lile penzi lipande ndani ya mioyo yetu, tuondoke hapa hamu yetu sisi ni kumfuata zaidi. Inshallah ni mgeni, na mgeni hafai kutamba sana, huenda ikawa kuna visiki vimetegwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atukirithishie haya majame, na zaidi na zaidi na haya zaidi. Nampa hongera al-akh ndugu yetu Sheikh Twaha kwa hii juhudi anayofanya. Mwenyezi Mungu hatomtupa, na jicho la Mwenyezi Mungu ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halitomwacha kumwangalia. Kikubwa tunamuombea ikhlas katika hili jambo. Ikhlas ndio huwa zinabariki hizi kazi. Na hawa vijana wengine ni wanangu, wengine ni wadogo zangu, wengine ni umri wangu waweza kuwa, nao pia wajue thamani na wajue malengo ya mashekhe zao ambayo wamewawekea kama hizi madaris. Nakumbuka tulivyokuwa Tarim kwa Sayyid Al-Habib Al-Murabbi, Allah aliwahi kutuambia neno moja kwamba sisi ili wao mashekhe hatuna malengo yoyote katika haya majengo. Haya majengo sisi hatuna malengo nayo, yote haya mnayaona, hizi kuta, mafeni, mataa, majamvi. Malengo yao ni kutengeneza nyuso zitakaokutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama zikiwa radhi na yeye. Hawana nia ya tafakhur, hawana nia ya sum'a, hawana nia ya kujiona wana wafuasi wengi au matabaka mingi. La wahasha, lengo lao ni hizi nyuso ambazo wanaziongoza ili zikutane na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama zikiwa radhi na Mwenyezi Mungu. Na sisi Mwenyezi Mungu hizi nia za mashekhe zetu tunamwomba azianishe kwenye nia zetu sisi, na sisi tuweze pia kufuata nyendo zao, ili huenda kati ya hawa mmoja wao Mwenyezi Mungu akiwa radhi naye, Mwenyezi Mungu akawa radhi na sisi inshallah. Kwa kweli ni mara kwanza kuja, ila kakaangu ndo mwenyeji sana kwenu, na ameshakuwa mrangi, naona wanaongea paka Kirangi akija nyumbani kule. Kwa hiyo mmeniibia kakaangu. Inshallah nimefurahi, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki kila mwaka tupendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika watu 7 Mwenyezi Mungu atakao wafunika na kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli ni watu 2 waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamekusanyikana kwa ajili yake, wakaja kutafarikiana bila malengo yoyote isipokuwa kwa ajili yake. Na sisi inshallah kwa hichi kikao tunamwomba Mwenyezi Mungu ashuhudulie hichi kikao. Tumekusanya ya Rabbi kwa ajili ya penzi lako na penzi la mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hatuna malengo yoyote ya Rabbi na jambo lolote la duniani. Tunaomba utushuhudie kwa hii ya Rabbi, hata siku ya Kiyama hichi kikao kikisimamishwa mbele yetu kitushuhudie kwetu sisi. Huenda hichi kikao kikatuokoa siku ya Kiyama. Huwezi jua. Usidharau jambo la jema hata kama ni dogo. Hujui jambo gani litakao kuokoa siku ya Kiyama. Mambo ya huko ni mazito.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathiran wala dhahiktum qalilan. Lau mungeliajua ninayojua mimi huko, mungelia sana alafu mkaja mkacheka kidogo, kwa sababu ahwali za huko ni nzito. Kwa vikao kama hivi tuvitilieni nia, tukihudhuria zitutengeneze hali zetu, zitusafishe hali zetu, zituongoze sisi na watoto wetu na familia zetu, na zitujalie hizi vikao zituhuishe ndani ya nafsi zetu na miili yetu na majumbani mwetu, tumhuishe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumtaja na kwa kumfanyia matendo aliyofanya yeye. Hakika sina mengi tena kuendelea, ila na mimi pia nahitaji mnikumbuke katika dua zenu. Tumeambiwa katika kwenye 40 mmoja wao huenda ikawa ni wali. Sio kwamba huenda, yupo wali. Kwa hiyo na mimi natarajia mmoja wenu yule ambaye tumeambiwa ni wali nipate nadhara yake na sisi tupate kuongoka inshallah. Hisi hapa natosheleza. Kuna na harakati nyingine inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie tu wapenzi wa Muhammad, atuingize kwenye nyoyo Muhammad, atujalie wenye kumfurahisha moyo wa Muhammad, atujalie wenye kushika sunna za Muhammad, atujalie wenye kumtangaza Muhammad, atutumishe kwenye dini yake, atutumishe kwenye kuihuisha dini yake, atutumishe kwenye dini yake na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mwisho atujalie minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah alafu minkum.